Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Leo siku ya Ijumaa, wiki la tatu la kipindi cha Kwaresima. Injili yetu leo inatoka katika Injili ya mwinjili Marko sura ya 12 aya ya 28 hadi aya ya 34. Mmojawapo wa waandishi alifika akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vema, akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwafaa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Naye Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hauko mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakuthubutu mtu kumsahili neno tena tokea hapo. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika injili hii tunajifunza ya kwamba upendo ni msingi wa maisha ya utakatifu. Mwandishi katika injili anauliza, ni amri ipi iliyo kubwa kuliko nyingine? Lengo la mwandishi ni kutaka kujipima na kujua ni kwa kiwango gani anastahili kuingia katika ufalme wa mbinguni. Yesu anamjibu, amri iliyo kuu ni amri ya upendo. Upendo kwa Mungu, lakini sambamba na hiyo upendo kwa jirani. Ndugu mtazamaji, ni dhahiri kwamba ili kumpenda Mungu lazima kwanza tumpende jirani. Ili kujenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu, lazima kwanza tujenge mahusiano mazuri na binadamu mwenzetu. Kumpenda jirani ni kumtendea matendo mema, ni kumtendea yale yanayofaa kutendewa. Na katika hilo tunaweza kumpenda Mungu kwa namna na kwa jinsi tunavyohusiana na kutendeana sisi kwa sisi. Kumpenda Mungu ni kushika amri zake, na amri zake zote zimekusanywa na kuwekwa katika muhtasari wa amri moja kuu, nayo ndio amri hii ya mapendo. Moja kati ya nguzo za kipindi hiki cha Kwaresima ni matendo ya huruma. Tunaalikwa katika kipindi hiki cha Kwaresima kujitahidi kuwatendea mema binadamu wenzetu, ikiwa ni pamoja na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada wetu. Kipindi hiki cha Kwaresima tunasisitizwa kutenda matendo ya huruma, yaani kuwatembelea wafungwa, kuwatembelea wajane, kuwatembelea yatima, lakini pia hata kufarijiana sisi kwa sisi, na haya yote ndiyo yanayodhihirisha pendo. Leo tunaposali kwa heshima ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo wa Yesu ndiyo kielelezo cha upendo. Tuombe neema ya Mwenyezi Mungu, kama Yesu alivyotupenda sisi,
sisi nasi tuonyeshe upendo baina yetu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.